Kwa nini ulichagua ualimu? Mtangazaji mkubwa kwenye vyombo vya habari vikubwa. Je, watu wanakuwa wameshakataa kabla hata hawajaanza kufundisha ualimu wenyewe? Yaani wameukataa ualimu au wamelikataa lile jukumu, kwa hiyo wapo tu kusindikiza safari ya kupata cheti. Wengine wanafikiri kwamba mtu akiwa Mswahili anakuwa kama vile hana thamani. Ni kitu ulitaka mwenyewe au ilikubidi uwe mwalimu kwa sababu ya mazingira fulani? Habari za leo. Jina langu ni Anna Shoma na jukwaa hili ni maalum na ni mahususi kwa ajili yetu sisi walimu kujadili mambo yetu ya ualimu, ualimu wenyewe, lakini malezi ya wanafunzi na makuzi wakiwa katika harakati za kujitafutia elimu na kufikia malengo yao ya baadaye. Leo niko na mwalimu mkongwe, jina lake ni Majid. Tutasikia habari zake, lakini kwanza mfahamu kama mhadhiri wa idara ya fasihi na sanaa ya ubunifu wa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro, lakini pia ni mwandishi wa kazi za fasihi. Majid ni mchambuzi wa lugha ya fasihi na utamaduni wa Kiswahili, mhariri wa fasihi na mkalimani wa Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili. Mwalimu huyu anaendesha mradi wa kuhoji watunzi wa fasihi ya Kiswahili hapa duniani, na mradi huu unajulikana kama Sauti ya Mtunzi, lakini pia ni mshereheshaji wa matukio ya kielimu na kisanaa na kitamaduni. Majid, Naam. Karibu sana. Shukrani. Umeanza kusema mwalimu mkongwe? Ndio, ni mwalimu mkongwe. Kukongwe, ili ufuzu ukongwe inafaa iwe miaka mingapi? Au wewe umefanya nini? Ingawaje sitakuwa na ushahidi hasa labda watu wa chama cha walimu CWT wanaweza wasikubaliana na mimi, lakini nadhani walau umekaa miaka 15 hivi unakuwa mwandamizi, sio? Ukongwe wewe mwalimu mwandamizi. Tayari umethibitishwa kazini, walau umechangia mafao kwa miaka kadhaa, unaweza pia kupewa ile pension. Ndio. Unaweza ukaitwa mwalimu mkongwe. Basi tuko kwenye safari ya kutafuta huo ukongwe. Jina lako hasa ni nani? Karibu tuambie jina lako. Nimesema tu Majid, lakini jina uliloandikishwa serikalini hasa ni nani? Hati yangu ya kusafiria imeandikwa Abdallah Othman Ali Majid. Mimi nafahamika zaidi kama Majid Mswahili. Kwa hivyo, kwa nini Mswahili? Kwa nini jina la Abdallah Mswahili? Na mimi hasa almaarufu nimekufahamu miaka yote kama Majid Mswahili. Ulilichagua mwenyewe au kwa sababu ya upenzi wa lugha ya Kiswahili? Ndio, hakika Majid Mswahili ni jina la kalamu la kutafutia ugali tu. Ndio. Ni jina ambalo linaniweka karibu sana na shughuli ninazofanya za Kiswahili, utamaduni, fasihi na hivyo. Kwa hiyo si jina ambalo mzee wangu nizaliwa alinipa. Kwa hivyo, lakini mzee wangu mpaka anafariki, Mwalimu Majid, baba wangu mimi mwalimu pia. Ndio. Oh, safi. Alikuwa akiniita Mswahili. Hakuniita tena kwa jina lingine, alikuwa ananiita Mswahili. Mama ananiita Mswahili, ndugu zangu wananiita Mswahili, na watu wengine wananiita Mswahili. Ni jina ambalo mimi nimelichagua kuonesha watu kwamba hawa Waswahili ambao wengine wanafikiri kwamba mtu akiwa Mswahili anakuwa kama vile hana thamani. Babaishaji, ana maneno mengi, hajali muda, si mkweli, si mwadilifu, sio wa kuaminiwa. Sasa nimejipa hilo alafu niishi kinyume cha hayo ili watu waone kumbe Mswahili lakini yuko safi, anafanya vitu vyake kwa wakati vizuri, kwa ufanisi na hivi. Na imesababisha watu, vijana wengi ukiona mtandaoni wanajiita Hasani Mswahili, Mswahili, yani Mswahili wamekuwa ni kitu cha kawaida. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa sababu ya kujipa hiyo Majid Mswahili, na nashukuru Mungu imenitumikia kwa heshima na imenitambulisha vizuri sana. Na umeliishi hasa? Na nashukuru umesema kwamba ninaliishi. Unaliishi. Sawa sawa. Kwa nini wewe ulichagua kuwa mwalimu? Kabla hatujaenda kwenye kufikiri na kutafakari safari yako ya maisha na umetoka wapi, kwa nini ulichagua ualimu? Ni kitu ulitaka mwenyewe au ilikubidi uwe mwalimu kwa sababu ya mazingira fulani? Yote mawili, ilinibidi na nilitaka. Nilitaka kuwa, mimi nilikuwa nafurahia kufanya kazi mbili duniani.
Moja, nilitamani sana kufundisha chuo kikuu, kuwa mwalimu lakini kwenye ngazi ya chuo kikuu. Ya pili, nilitaka kuwa mtangazaji mkubwa kwenye vyombo vya habari vikubwa. Kwa hiyo wakati nimemaliza kidato cha 6 mwaka 2005, ilikuwa sisi tulimaliza mwaka ule 2005, watu watakumbuka wenzangu, ilikuwa tunaingia sasa makundi mawili kwa mkupuo. Watu walimaliza 2004 na watu walimaliza 2005, tulikuwa tunaingia kwa pamoja. Kulikuwa kumebadilishwa utaratibu wa kufanya muda wa kufanya mtihani. Kwa hiyo sasa kidato cha 6 wa mwaka 2004 na kidato cha 6 2005 tunatakiwa tuingie chuo pamoja. Mimi sikuwa nimefaulu kwa kiwango cha kutisha. Nilipata daraja la 2. Kwa hivyo kwa sababu ya ushindani mkubwa na wakati ule vyuo havikuwa vingi vya vikuu, sikupata nafasi ya chuo kikuu. Na mimi nilikuwa nataka nisome chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo nikalazimika kusema kwamba huu mwaka mzima kusubiri mwakani upate ule unachokitaka, bora niende kusoma ualimu. Kwa hiyo sasa nikazungumza na mzee mmoja, tukaenda kwa katibu mkuu, wakati huo ni Profesa Hamisi Dihenga. Yule mzee wangu alikuwa akifahamiana na Profesa Dihenga. Na ni kwa sababu ya sifa zangu za kufaulu ikawa rahisi kunisaidia. Lakini Profesa Dihenga akampigia mkuu wa chuo cha walimu Morogoro, marehemu mzee Ngonyani Mayombo. Akamwambia, huyu kijana mbona amefaulu sana, kwa hiyo huyu ataenda tu chuo kikuu, hata akija hapa akapata nafasi atapoteza hii nafasi. Kwa hiyo nikaambiwa utasoma mpaka umalize, sababu mwalimu anasema hapo utaipoteza hii nafasi ya ualimu, utazuia nafasi ya mtu mwingine. Sasa mimi nitasoma. Kwa hiyo nikaenda chuo cha walimu Morogoro, Kiguru Nyembe maarufu kwa miaka 2. Na kweli mwaka uliofuata nilichaguliwa kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam Morogoro katika idara ya mawasiliano ya umma, mass communication. Kwa sababu kurejea pale awali nilipoambiwa bana utapoteza nafasi ya mtu, kwa hiyo nikasema ngoja nimalize ili nionyeshe kwamba yale maneno nilikubali, nilielewa. Kwa hivyo ndivyo nilivyoingia kwenye mwalimu. Lakini tamaa yangu ilikuwa niwe mwandishi wa habari mkubwa ama kuwa mwalimu wa ngazi ya chuo kikuu. Kwa hivyo naweza kusema nilichagua. Ulichagua. Lakini safari yako ilikuwaje sasa ya makuzi na mpaka kutamani kufikiri kwamba natamani niwe mtu wa aina hii? Ukuaji wako ulikuwaje? Kwa nini hukuchagua vitu vingine vyote ukachagua kuwa mwandishi wa habari na ualimu? Makuzi yako yalikuwaje? Kitu gani kilikuvutia kwenye maisha yako, utoto wako, msingi, sekondari, mpaka ukawa na maono hayo? Nipe kidogo safari yako. Sawa mwalimu Ana. Kwa kweli hayo maono siwezi kusema niliyapata nikiwa mtoto. Mimi mzee wangu, baba yangu mwalimu Athmani Ali Majid, yeye alikuwa mwalimu. Lakini alianza kuwa mwalimu wa UPE. Unafahamu ule mpango wa ualimu, wale waliomaliza darasa 7, wakati huo kulikuwa na shida kubwa ya ualimu. Kwa hiyo nadhani Mwalimu Nyerere alikuwa na mpango wa kupunguza kidogo ile shida. Kwa hiyo baba yangu alikuwa miongoni mwa watu waliochaguliwa kwenda kupata mafunzo mafupi na akawa mwalimu, baadaye akajiendeleza mwenyewe sasa akiwa kazini mpaka kumaliza diploma ya mwalimu. Sasa mimi nikiwa mtoto wa mwalimu, nikiwa ndani mle nilikuwa naona mazingira sasa kama mtoto wa mwalimu. Naona vitabu, nakutana na mambo yanayohusiana na elimu mle ndani. Kwa hiyo mimi kwangu kusoma vitabu ilikuwa kitu cha kawaida na kadhalika. Kwa hiyo nimeanza kutengeneza hamu ama unaweza kusema ragba ya kuanza kuhusiana na vitabu mapema. Sasa wakati nikiwa kijijini kwetu pale Chang'ombe, mimi mtu wa Kisarawe, na bahati unajua mimi mtani wako, mimi Msaramu kutoka pale Kisarawe. Kulikuwa na mtangazaji maarufu wa zamani anaitwa Abdallah Mlawa. Abdallah Mlawa ni babu yangu mimi. Upande wa bibi yangu wa baba. Sasa akiwa anatangaza, nasikiliza akitangaza zile kadi za salamu Radio Tanzania Dar es Salaam asubuhi. Alafu saa 8 amefika pale kijijini kwetu, alikuwa na pikipiki yake Vespa. Sasa akawa ananivutia kumsikiliza babu Abdallah Mlawa. Alafu saa 8 namuona kwamba ndo huyu, ile sauti ndo kutoka kwenye kona. Na watu mwingine anachukua kadi pale nyumbani nini anatusoma, nikavutiwa pia niwe mtangazaji. Kwa hiyo utangazaji ulichagizwa sana na mzee Abdallah Mlawa, alikuwa mtangazaji wa RTD wakati huo, na ualimu ulichagizwa na baba yangu akiwa anafanya kazi ya ualimu. Kwa hivyo wakati ninakuwa sasa
nikawa ninapenda kuzungumza na watu na kadhalika, nikatamani nikiwa nakuwa niwe mtangazaji, nikikosa niwe mhadhiri wa chuo kikuu. Hiyo ndio ilikuwa safari. Safi sana. Lakini ni kitu gani ambacho ukikikumbuka, ukikitafakari katika safari yako kuwa mwalimu? Najua umefundisha sekondari pia, si ndio? Kabla ya kufika hatua ya chuo kikuu. Ni kumbukumbu gani ambazo unazo za alama au mabadiliko au uwekezaji ambao umeufanya kwenye maisha ya mtu, wewe mwenyewe ukikaa saa hizi ukijisikia kweli pale nashukuru Mungu fulani na fulani na fulani au hili na hili na lile lilifanikiwa kwa sababu ya taaluma hii ya ualimu? Kwa kweli yako mambo kadhaa kama walimu wengine wanavyotoa mchango kwenye jamii. Mimi jambo ambalo mengi miongoni mwa machache ni kwamba mimi wakati nimemaliza kidato cha 6 sasa kabla sijawa mwalimu wa taaluma nilienda Buguruni, sehemu moja kunaitwa Mopak. Pale kulikuwa na kituo kikubwa sana cha tuition wakati huo, na vijana wengi walikuwa wanakuja kusoma pale tuition. Sasa mimi bila kujua, wakati nafundisha pale nilikuwa nafundisha historia na Kiswahili. Mimi nikiwa kijana mdogo, lakini nikienda pale wakati nafundisha historia, yule tajiri mwenye kile kituo anawaambia walimu wengine wote wa historia, mwacheni kijana mpaka amalize likizo, akiondoka ndo nyie mje. Kumbe nikija mimi wanafunzi wengi wanaongezeka katika darasa langu. Sasa siku moja nikiwa Korogwe nafanya kazi na shirika moja la huduma za kujitolea la Marekani. Nikiwa Korogwe nilikuwa hoteli moja na Korogwe mjini nakula. Naenda kulipa naambiwa bwana usilipe, kuna mtu amekulipia. Sasa unajua mimi sipendi kulipiwa sana. Na mtu humjui. Na mtu simjui. Sasa bwana nani? Sasa baadaye bwana akanifuata, bwana mimi naitwa Shukuru, ni askari usalama barabarani hapa Korogwe. Ulinifundisha Mopak wewe. Mimi nilikuwa na risiti, natafuta alama za kuendelea. Ulinifundisha na ulinisaidia sana mimi kufika hapa nilipofika. Kwa hiyo mwalimu nakushukuru. Mimi nimelipa. Na huyu bwana yuko mpaka leo yuko Korogwe mpaka sasa. Ni askari mwenye cheo cha juu kidogo. Kwa hiyo hilo jambo lilinipa furaha kusema kumbe kuna kama huyu ameniambia, maana wako watu kadhaa ambao nimebadilisha maisha yao mimi bila kufahamu. Wengine sio kwa nini pia ni askari kijana mmoja na Suleiman Mtepa yuko Chanika. Yeye alikuwa anaishi maisha magumu sana kwa bibi. Alifiwa, alipoteza wazazi wake wote wawili. Alikuwa anaishi na bibi na bibi alikuwa na hali dhaifu sana ya kiuchumi. Kwa hiyo mimi nilichofanya ni kwenda kuongea na mkuu wa shule. Yule kijana alikuwa anakuja na kuondoka, alikuwa anasoma kutwa. Nikaongea na mkuu wa shule aridhie yule mtoto walau anasoma kutwa lakini awe anakula chakula shuleni kwa sababu ya hali yake. Alikuwa na uwezo mkubwa darasani, uwezo mkubwa sana darasani. Alikuwa anafanya vizuri wa kwanza darasani. Lakini ni mtu dhaifu sana. Kwa hiyo mkuu wa shule akakubalia. Alivyokubali akawa anakula walau asubuhi na mchana shuleni pale. Ikamsaidia sana hiyo. Yule kijana amemaliza degree chuo kikuu cha Dodoma na ni askari wa kutumainiwa. Yuko Chanika. Wengine wako katika television kama TBC, kuna vijana, wengine wako Azam, wengine wako kila mahala ambao tumewasaidia kuwajenga kuwafikisha walipofika. Kwa hiyo ukiona kama umegusa maisha ya kijana na yeye anakiri kwamba hapa nilipo mwalimu una mchango kunifanya mimi ni hapa. Sisi kama walimu tunapata faraja. Unajua walimu hatusifii kuwa na mapesa mengi. Tunasifiwa kubadilisha maisha ya watu ya tabia na mwenendo na hivi kufika na mtazamo kufika mahala pazuri ambapo naye anajisimamia kuendesha maisha yake na kuwalea watu wengine. Na hiyo ndio nadhani walimu wote pamoja na mwalimu mkuu Nyerere alikuwa anafurahia kwa jambo hilo. Kwa hiyo wewe mtazamo wako kuhusu taaluma yenyewe ya ualimu ni upi hasa? Kwa sababu kuna mitazamo tofauti, kuna imani tofauti, kuna maono tofauti yanayoendana au yanayohusishwa na taaluma ya walimu. Wakati mwingine inaonekanaga kama ukishakutana na wale watu anasema yani amefeli, amekosa hata kwenda kupata nafasi ya kwenda kusomea hata walimu, amefeli hata walimu. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo kuna imani imewekwa au mtazamo juu ya huduma ya walimu. Mtazamo wako wewe ni upi hasa kwenye, na unaweza kumwambiaje mtu mwingine ambaye ndani yake anasikia ualimu lakini nje kelele au picha iliyopo labda haoni huo walimu wenyewe una manufaa gani?
Ana hapo ni ruhusu niseme kwenye mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza inapopaswa kuwa, mtazamo wa pili ilivyo. Sasa mimi ninavyoamini inapopaswa kuwa, ualimu iwe ndio taaluma ama kada ambayo watu wenye uwezo mkubwa wa kufikiri walipaswa kwenda kusoma ualimu, sababu ndio wanaenda kutengeneza jamii, ndio wanaenda kutengeneza taifa. Nakubaliana na wewe. Mtu ambaye hayuko vizuri, hatudhani kama anaweza kumlea mtu kuwa raia mzuri ambaye anaweza kusaidia nchi ipige hatua. Hivyo ndivyo ilivyopaswa kuwa. Sawa kabisa. Ilivyo ni kwamba ni kinyume cha mambo. Sasa hivi tangu zamani watu ambao wamekosa cha kufanya basi walau wanakimbilia kwenye walimu, na kama vile nchi yetu imekubaliana na hayo kwamba kama umekosa cha kufanya kingine unaweza ukaja huku kwenye walimu. Au yule mtu amepata daraja la mwisho kabisa ndio atapelekwa kwenye walimu, kitu ambacho kwa kweli sioni kama ni sawa sawa, kwa sababu milango yake ni kama iko wazi. Kama milango iko wazi, utakuja kadiri inavyowezekana. Ndio. Na kwa nini sasa mwalimu ana inakuwa hivyo? Ni kwa sababu pia hii kada ya walimu haikuwekewa maslahi mazuri. Sasa ukitaka maslahi mazuri wakati ule walimu sio mahala hapa kufikiria kwamba tutapata fedha nyingi na hivi, labda ungetafuta sehemu nyingine ya kwenda. Kwa sababu hiyo imepuuzwa na kudharauliwa na jamii. Kusema mimi mwalimu, watu zamani vijijini walikuwa na heshima, walimu wanaheshimika na kadhalika. Hawaheshimiki kwa sababu wana fedha, wanaheshimika kwa mchango na wajibu wanaochukua kwenye kulea watu. Unashafahamu? Kwa hiyo wanaheshimika, wakati mwingine yeye ndio anakuwa hakimu kijijini, yeye ndio anakuwa bwana shamba kijiji, yeye anakuwa mtoa maamuzi na kadhalika, kwa sababu ya heshima aliyonayo mwalimu. Kwa hivyo ilivyopaswa kuwa ni watu wenye uwezo mkubwa walipaswa kuingia kwenye kada ya walimu na wapate pengine manufaa mazuri, maslaha mazuri zaidi ya maisha yao, ambacho hicho kitu sasa hakipo sana. Na ilivyo ndio kinyume cha mambo. Wale watu ambao pengine wamepata ajali ya taaluma ndio wanakimbilia kwenye walimu wakitafuta matengenezo, na kitu ambacho sasa baadaye kwa sababu yeye hakujiona kama mwalimu, alilazimika kuwa mwalimu, anajikuta anaishia tu kwamba anapata mshahara, lakini ule wito wa walimu hauitiki kwenye mwili wake. Kwa hiyo anakuwa mkali sana, hawezi kulea watoto, watoto wanawapa madhira kutokana na mikono yake. Hao walimu tunasikia wanabaka, hao walimu ndio tunasikia ambao wanapiga mpaka watoto wanataka kuwaua. Hao walimu ndio tunawasikia wakati mwingine hawaingii darasani, wanaenda kutafuta maisha mengine kwa sababu yeye anataka kupata fedha. Halei watoto, hawaongozi watoto, hawatengenezi kwa binadamu sawa sawa. Ni matokeo ya hivyo. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo mimi nayaona kwa mtazamo wangu. Lakini mtazamo ulionao, ndio sina hakika kama walimu wote ambao tufikiri labda ulikuwa nao chuo cha walimu au chuo kikuu cha Dar es Salaam au unaofundisha sasa wanao, mpo kwenye safari ya kujifunza wengi. Ndio. Na maarifa ya walimu tunayoyapewa chuoni mengi, maadili na vitu vingine. Je, watu wanakuwa wameshakataa kabla hata hawajaanza kufundisha walimu wenyewe? Yaani wameukataa walimu au wamelikataa lile jukumu, kwa hiyo wapo tu kusindikiza safari ya kupata cheti. Kwa nini watu wakitoka pale wanakuwa na mepata maarifa yanayofanana lakini utekelezaji ni vitu viwili tofauti kabisa? Japo tunaamini kwamba maarifa unayoyapokea ya ile taaluma yanafaa kukubadilisha mtazamo wako na msimamo wako ili uweze kutekeleza ule wajibu. Kama tunavyosema labda maarifa anayoyapata mtu anayesoma uhasibu tunategemea yamfae katika kutekeleza wajibu wake wa uhasibu na yale maadili yanayoendana nayo. Lakini mwalimu ndio atashika chake, atafundisha, lakini tunapokuja kwenye swala la malezi kulingana na mifano ulioitoa haviendani kabisa. Ndio. Unafikiri wapi tunaachana njiani? Kwanza kutokana na mwalimu mwenyewe. Ameendaje kwenye chuo cha ualimu? Yaani nini msukumo wa kumfanya aende chuo cha ualimu? Ulikuwa ni msukumo wa ndani ama wa nje? Ni yeye mwenyewe amefikiria. Mimi najua kuna watu kadhaa na mmoja ni mama yangu alichagua kuwa mwalimu, lakini kulikuwa na msukumo kidogo wa mzee nenda kawe mwalimu. Wakati watu wakipenda sana sheria. Na najua watu kadhaa, kuna daktari mmoja yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam Mkwawa anaitwa Idi. Alifaulu kwa division 1 ya alama 6. Wakati watu wanakimbilia kusoma sheria na nini, lakini akaanza kufanya ualimu. Kwa hiyo watu wapo, sio kwamba wanaenda kwenye ualimu wanakuwa wamefeli wote. Wengine wanafaulu vizuri sana kiasi kwamba akaenda kokote, lakini anachagua ualimu. Kwa hiyo moja ni kwamba
ameendaje, msukumo gani uliomfanya aende kwenye ualimu. Hilo jambo la kwanza. Sawa. Kama msukumo umetokana na yeye mwenyewe, huyo mtu tutaona akipenda ualimu, akiitika ualimu. Kama msukumo ni kwamba kwa sababu hana mbadala, sehemu pekee palipobaki kama suluhu la mwisho ni kwenda kwenye ualimu, huyu mtu akienda akitenda tofauti na matarajio ya wengi kwenye kwa mwalimu, hatutashangaa. Hilo jambo la kwanza. La pili, mazingira ya kikazi ya kimaisha yaliyoandaliwa kwa mwalimu yanaweza kumfanya mwalimu pia achukulie poa kazi yake, labda akakata tamaa, akaona si kazi ambayo kwa kweli nilifikiria ingekuwa nzuri, lakini kwa kweli sio hivyo. Kwa hiyo anafundisha mwaka wa kwanza akiwa na moyo. Sasa mazingira anayoona, mkuu wa shule anavyomuona, mkurugenzi, na namna watumishi wa ualimu wanavyochukuliwa, wengine wanapopelekeshwa, anakwenda kwenye semina anajua kabisa hii inalipo kiasi hiki, lakini atapewa kiasi hiki. Anajua namna anapopelekwa kama mtoto, anaona hii sio kazi ya maana. Kwa hiyo sasa ameingiaje kwenye ualimu? Mazingira anayokutana nayo baada ya kuwa mwalimu sasa kwenye kazi yakoje, na matarajio yake yanaungana vipi na kile anachokipata. Akiona hata matarajio yenyewe hayaendani, hayaumani vizuri na uhalisia wa maisha yake, hapo anakata tamaa. Kwa hiyo na kama mwalimu mwenyewe si mbunifu, hawezi kwenda nje ya parandesi, sasa hapo pia na yeye ndo anachanganyikiwa kabisa. Kwa hiyo wale ambao tunawaona, huyu vipi, mbona mwalimu huyu yuko hivi, mwalimu huyu yuko hivi, yani sababu na wamepita kwenye mfumo wa maandalizi unaofanana kabisa, sababu inakuwa hivi. Wewe changamoto gani ambayo umewahi kukutana nayo na labda ilitishia kukufanya uondoke au ukate tamaa, lakini bado ukabaki kwenye ualimu? Ni ipi? Umewahi kupita kwenye mazingira gani lakini ukasema potelea mbali, nataka hivi? Mimi bwana, sikubaki katika ualimu. Niliondoka katika ualimu. Na jambo ambalo limenifanya niondoke, yani hapo kuna hoja ya ndio huko chini, niliondoka wakati fulani katika ualimu. Sawa. Na moja ni hizo sababu unazosema za mazingira. Yani mwalimu ukiwa pale, yani unachukuliwa kama uwezo wako wa kufikiri au hivi, yani kama mdogo hivi. Lakini walimu wengi wanaishi kwa kutishwa. Yani mkurugenzi, mkuu wa shule anamtisha, anafanya hivi. Sasa mimi nilikataa mambo hayo kwa kweli. Niliona huko sitaweza. Yani mimi najifahamu ni mtu wa namna gani, mtu ambaye anataka uhuru, fikra zangu nieleze wazi, na huko sipo. Sasa huko katika kada ya walimu, walimu wengi ukiwaona, ukiongea nao ni waoga. Wanaweza wakanyanyaswa kabisa. Mkuu wa shule anaweza kuwa kama Mungu mtu, akawanyanyasa, akawatesa, lakini hamna mtu anayethubutu kusema. Sasa mimi niko sio hivyo. Mimi nitasema jambo langu, nitalisema kwa uwazi, na niko hivyo mpaka leo. Ingawaje yako athari nazipata kutokana na kuwa mtu wa namna hiyo, lakini sikuacha kusema. Kwa hiyo niliondoka, na hasa mimi nilipopata kazi, mimi nilianza kazi Lindi, mkoa wa Lindi, katika wilaya Lindi mjini, manispaa sasa hivi. Na nilikuwa mwalimu katika shule ya sekondari Lindi, ambayo wakati huo mzee Muumba alikuwa ndo mkuu wa shule. Alitulea vizuri sana mzee Muhammad Ali Muumba. Na baadaye sasa, miezi michache baadaye, nikataka kwenda shule kabla sijatimiza mwaka mmoja, na kwa kweli ni kinyume cha utaratibu. Sasa nilimwambia mzee Muumba, akasema Majid, umekuja hata mwaka bado unaendaje kusoma? Sasa mimi nilikuwa tayari chochote kitokee, lakini niende kusoma. Na nikamwambia bwana, mimi ni Mzaramu. Wazaramu wasomi wachache sana. Kwa hiyo mimi bwana nitaenda kusoma. Kwa hiyo nikamwambia mzee Muumba, sasa kwa sababu hili mimi najua ninachofanya hivi si sahihi, na wewe nisikuweke katika hali mbaya, andika tu barua, katika barua yangu andika maoni unayoona yanafaa. Alafu mimi nipe barua niende nayo. Akaandika tu, bwana mwalimu ana miezi 7 tu kazini. Kwa hiyo hajatimiza hata mwaka mmoja, hajathibitishwa kazini. Na mimi nikachukua barua nikaondoka naye. Na sikumlaumu kwa sababu yeye kama mkuu wa shule. Kwa hiyo niliondoka kimtindo huo. Kwa hiyo ibidi sasa niachane na hiyo kazi, niende kusoma, nikaendelea, nikafika huko nilipofika. Na mpaka leo sasa nimerudi kwenye kufundisha, lakini hiyo ngazi ambayo nilikuwa natamani kufanya. Ni kweli. Kwa hiyo sisemi sana kama umeondoka. Mimi sichukuli kama umeondoka. Umegeuza ukurasa. Umebadilisha tu. Kufundisha vijana wa umri kadhaa, nimeenda kufundisha vijana wa elimu ya juu. Sawa sawa. Na katika safari yako ya uandishi, tupitishe hapo kidogo. Je, ukiwa mwanafunzi, ukiwa unasoma, umesomesha
lugha ya Kiswahili kwa wageni. Ndiyo. Umesomesha Kiswahili kwa sisi wa Tanzania wazawa. Umeandika. Ukiwa unajifunza Kiswahili tangu mwanzo, unadhani kilikuandaa kuwa mwandishi au ni kama unavyosema ulikulia mazingira ya kuona vitabu vingi? Nini hasa kilikupelekea kwenye uandishi? Maana wakati mwingine hata mimi katika kusoma nimewahi kuulizwa na mwanafunzi ashaye kuni challenge. Hivi mwalimu, nimefundisha Kiswahili pia. Kazi gani mimi nitafanya kutokana na somo la Kiswahili? Wewe mwalimu wako alikuambia kwamba unaweza kuwa mwandishi, unaweza kuwa mtangazaji, ulihusianisha vipi kipaji chako na masomo unayosoma? Kusema kweli mwalimu wangu hakuna aliyoniambia hivyo. Isipokuwa nilipata bahati ya kuwa na walimu wazuri. Mwalimu wangu wa shule ya msingi, mwalimu Asikia Mwaimba Asikia, darasa la kwanza aliniandaa vizuri sana na la pili. Marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu mwalimu wangu, mwalimu Mwaimba Asikia. Na mwalimu wangu Atuungani Ndago, darasa la 5 na la 4 alifanya kazi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba na kuwa mbunifu na kadhalika. Na nilipokwenda Minaki, mimi nisoma Minaki sekondari. Kutoka Chang'ombe shule ya msingi pale Kisarawe kata Marumbo, nikachaguliwa Minaki shule ya sekondari. Nikakutana na mwalimu mmoja anaitwa Abubakar. Kwa Kiswahili alikuwa mwalimu bora kabisa Kiswahili niliwahi. Hivi unajua kwamba mimi nilikuwa miongoni mwa wanafunzi nisoma tuition ya Kiswahili. Unaweza kuamini? Tuition. Mimi nimesoma tuition ya Kiswahili nyumbani kwa mwalimu Abubakar. Tuition ya Kiswahili. Nenda tuition nasoma Kiswahili kwa ziada kwa mwalimu Abubakar. Na hakuwa ananipa pesa, hakunitoza pesa nakumbuka mwalimu Abubakar. Sijui yuko wapi. Na alikuwa miongoni mwa walimu wazuri sana. Kwa hiyo ile imeanza kunijengea kupenda Kiswahili. Mimi nilikuwa na uwezo nikasoma kitabu cha hadithi kichwani. Kitabu unacho wewe. Mimi nasoma kichwani kile kitabu na sikosei hata herufi moja. Yaani ukija kitabu sisi shule kwetu shule ya msingi kulikuwa na vitabu vichache sana. Kwa hiyo mwalimu akija, mwalimu Chachala Masudi anagawa vitabu, vilikuwa vitabu kama 5. Kwa hiyo anagawa tunasoma kwa zamu. Lakini mimi nilikuwa naweza kusoma kitabu kikiwa kwa mtu mwingine. Unafanyaje? Ulikisoma? Nilikisoma nikakariri kitabu kile. Nimekimeza. Kama vile unaposoma Qur'an. Nimekimeza. Na nilikuwa na haijatoka. Sio kwamba zimetoka hizo kichwani mwangu. Ninaweza kusoma mpaka leo kitabu cha darasa la 4 ambacho kipo kwenye kichwa changu. Kwa hiyo nadhani kama Kiswahili kilianza huko. Baba yangu mimi ni msanii wa kuandika mashairi na kuchora picha. Nimeambiwa wakati wake akichora alikuwa mchoraji mzuri sana. Mimi nimemshuhudia akiandika mashairi mimi mwenyewe. Na kuna kazi yake moja ambaye nina deni la kuitoa, alilipa mashairi yake. Sasa mpaka anafariki nilikuwa nimempa ahariri kazi yake. Na amefariki tulikuwa tujachapisha kitabu. Kwa hiyo alikuwa mwandishi. Kwa hiyo nadhani kwa sehemu moja mimi kama vile nina vinasaba vya uandishi kutoka kwa baba. Lakini jambo la pili kama ulivyosema mwenyewe vizuri, nikiwa pale nyumbani kwa sababu nilikuwa nasoma vitabu tangu niko mdogo. Vitabu ambavyo vingine nilikuwa kuona baadaye ni vikubwa mbele ya safari. Na Shaban Robert nilikuta pale. Sijui Shaban Robert ni nani. Lakini nilikuta nyumbani. Na magazeti. Nimesoma magazeti mengi. Nilikuwa nachukua magazeti mpaka unakuwa mzigo mkubwa, na kila gazeti la Jumatano wakati huo linatoka Raia Mwema na Rai nguvu ya hoja. Nilikuwa nakusanya makala. Nasoma sana makala za Jenerali Ulimwengu, Yusufu Ali Moja, kina Majidi Mjengwa, Lukatus Karugendo, nakumbuka walikuwa kiandika makala nilikuwa nasoma. Zile ndizo zimenichochea kwa mwandishi. Kwa hiyo taratibu nikaanza kupata tajiriba na rakba za kuandika. Na taratibu vile vitu vinavyonifurahisha sana na viandika na vinavyonikera sana naandika. Sawa. Kwa hiyo mimi nikifurahi sana naandika na nikikereka sana ninaandika. Na nimekwisha chapisha vitabu 5 sasa hivi na vinasoma. Na vitabu vingine unavyo ndio. Kwa hivyo uandishi wangu umetoka huko. Safi. Kwa hiyo ninaona kuna nafasi kubwa sana ya mwalimu hapo ya hamasisha na kumsukuma yule mwanafunzi kwa habari ya kipaji chake. Kwa sio kila kitu lazima tufundishwe shuleni, lakini kama magazeti, ni mwalimu angapi analeta magazeti shuleni kuyasoma, lakini hata ile shauku tu ya mwalimu mwanafunzi kuliona gazeti na kulifuatilia na kulisoma katika umri ambao ulikuwa nao. Kwa hiyo katika baadhi ya mazungumzo ambayo nimekuwa kuyafanya katika mwendelezo huu wa kutoa masomo yangu ya ualimu,
ni ile umuhimu wa mwalimu kumuonesha mwanafunzi uhusiano, kwa sababu mwanafunzi mwingine anasema hichi Kiswahili, na mmoja kati ya masomo ambayo kwa kweli yanadharaulika ni Kiswahili. Kiswahili utafanya nini na Kiswahili? Utakuwa nani? Utafanya nini? Mimi nafanya degree yangu ya umahiri kuna mtu aliniambia, sasa wewe unafanya degree ya pili ya Kiswahili ili uwe nani? Cha kazi gani? Kwanza Kiswahili si ndio hiki kitu tunachokiongea? Ili uwe nani sasa? Unatafuta nini? Unatafuta nini? Kwa hiyo unachosema ni kweli, yani ukisoma Kiswahili watu wanaweza kuona kama umepotea. Lakini kwa mtazamo ambao mimi baadaye niliusukuma sana, ubidhaishaji wa Kiswahili ambao nilikuwa naita ubidhaishaji wa Kiswahili duniani, tumesukuma hiyo dhana kuieleza namna gani unaweza kubidhaisha Kiswahili, aina gani ya Kiswahili ukisome, masomo gani uyasome, tabia zako ziweje, uwe na sifa zipi ili upate fedha. Sasa hivi watu wanaishi sana. Hamisi Matembelera anaishi kwa sababu ya lugha ya Kiswahili, sio? Sola anaishi, jamaa zetu wengi. Kwa kifupi, mimi na wewe tumekutanishwa na Kiswahili. Tumekutanishwa na Kiswahili. Taasisi ya WAKITA. Watetezi wa Kiswahili. Watetezi wa Kiswahili Tanzania. Majukumu yenu hasa ni yapi? Hii ni watetezi wa Kiswahili Tanzania. Kama ulivyosema vizuri, mtani wangu kwamba tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2014 nilipata wazo ya nilipata simu kutoka Uchina. Ndio. Kwa hiyo jambo langu la mwanzo kufikiria ni kutengeneza kundi sogozi ambalo nitawakusanya wenzangu wenye tajiriba na ragba kama yangu ya Kiswahili tunasogoa kwenye kundi. Kwa hiyo nilifanya hivyo, nikawaleta kina Mwalimu Jumapili, kina Ana mkaingia, kina Mama Rehema tukaanza pamoja tukaenda. Sasa hivi miaka 11 baada ya kuwapo kwa kundi hilo na limekuwa taasisi rasmi. Hongera sana. Majukumu sasa umeniuliza ni nini? Majukumu yetu ni kwamba tunakitetea. Sisi nadhani siku moja aliniambia, "Nyinyi mnatetea nini?" Tunajitetea chenyewe. Mimi nakitetea nini? Kwani kimefanywa nini? Lakini sisi nadhani kwamba lugha ya Kiswahili bado haijapewa heshima inayostahili kama lugha ya taifa. Kwanza sijui kama unajua na wafuatiliaji sijui kama wanajua kwamba lugha ya Kiswahili haipo hata kwenye katiba. Kwamba katiba yetu haitambui lugha ya Kiswahili kama lugha ya taifa. Sijui kama unajua hiyo. Kwa kweli nisiseme uongo. Katiba yetu ya mwaka 77 hakuna mahali popote Kiswahili kimetajwa kama lugha ya taifa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, katika sera, hatuna sera ya lugha sisi. Tuna sera ya utamaduni. Lakini lugha haina sera yake. Ambayo lugha ndio utamaduni wenyewe. Lugha ndio utamaduni. Kwa hiyo ile sera ni sera ya utamaduni ambayo ina mambo mengi. Sasa katika mahususi wa lugha tulitarajia iwe lugha ina sera yake mahususi kwa sababu ya umuhimu wa lugha. Lakini imechopekwa kwenye sera ya utamaduni ambayo ina mambo mengi. Kwa hiyo kwanza haimo kwenye katiba, tunaitetea iwe kwenye katiba. Ile katiba ile rasimu ya Jaji Warioba ilikuwa tayari Kiswahili kimeingizwa kwenye katiba katika ile rasimu ya Warioba. Kwa hiyo tukasema sasa tunakwenda vizuri. Bahati mbaya unajua kilichotokea mpaka sasa. Lakini bado tunapiga kelele Kiswahili kipate sera ya lugha, itambuliwe katika sera yake maalum ya lugha. Jambo la tatu, tunakitetea Kiswahili kwa sababu bado hakijatumika kutolea elimu. Yani elimu yetu tunatoa katika lugha ya kigeni, ya Kiingereza. Na sio lugha ya Kiswahili, lugha taifa. Jambo lingine bado Kiswahili katika maeneo fulani nakumbuka hapa nitasema hapa kwa heshima ya Rais Magufuli aliwahi kusema kwamba alishangaa kwa nini mahakama mwenendo wa kesi unafanywa kwa Kiingereza, taarifa zile zinawekwa mwenendo na hifadhiwa kwa Kiingereza. Akasema Kiswahili kinatosha. Na hivi karibuni jaji, nafikiri ilikuwa jaji mkuu hivi, na yeye akashangaa kwa nini majaji wanajinasibisha na Kiingereza na wanaona fahari na sio Kiswahili. Kwa hiyo tunakitetea, lakini zaidi na katika mtazamo mpana, na huu umekuwa mtazamo mkubwa sasa hivi, na tumekuwa hata na kauli mbiu inayotambulisha huo mtazamo. Sisi bwana, mtazamo wetu nataka lugha ya Kiswahili kuwa lugha ya Afrika. Sawa sawa. Lugha ambayo itaunganisha Waafrika, iwe sauti ya Waafrika, tuseme kwa sauti moja kama Waafrika. Waafrika wao wanafahamu kwamba tuna lugha nyingi. Ukienda magharibi kule mwa Afrika, kaskazini mwa Afrika, hapa katikati mwa Afrika, utakuta Kiarabu, Kifaransa, Kiingereza, Kireno. Ushafahamu? Kwa hiyo manake tumegawanyika sisi wa Afrika kutokana na lugha. Tumewekewa mipaka na tukawekewa lugha tofauti, kwa hiyo hatuna sauti moja. Ukitafuta hizi lugha za Afrika utaona kuna Kizuru, Kikosa, Kiamriki kutoka Ethiopia, Kiswahili. Lakini ukitafuta
lugha ambayo ina ushawishi zaidi, lugha ya wazao wenyewe, utakubaliana na mimi kwamba Kiswahili kina ushawishi zaidi kidiplomasia kuliko lugha nyingine. Kwa hiyo mtazamo wetu sisi, na kwa kweli tunafanya sasa hivi na bwana mmoja anaitwa Dr. Tendo Kisembo wa Uganda, tunafanya na Profesa Wala Guru Wala bin Wala wa Kenya, na Bakita. Huo mtazamo ni mtazamo wao Bakiza, Tataki, Profesa Mutembe na wengine kufanya Kiswahili na hii pia mzee Mwinyi, marehemu Mwinyi alikuwa ndio anapiga chapuo hiyo, Kiswahili iwe lugha ya Afrika. Ndio. Na pale Umoja wa Mataifa katika Baraza la Usalama ama iwe lugha moja kati ya lugha ya kutoa hotuba. Sasa hivi watu wengi wanajua kwamba Kiswahili kimekubalika na Umoja wa Mataifa na imewekewa siku yake rasmi, lakini haina maana kwamba imekubalika kuwa ni lugha moja kutolea hotuba. Kwa hiyo kama kukitambulisha tu na kuipa siku maalum. Sisi tunachokitaka iwe lugha ya 7 rasmi ya Umoja wa Mataifa. Akienda Daktari Rais Samia Umoja wa Mataifa awe na ruhusa ya kusema Kiswahili katika Umoja wa Mataifa, katika Baraza la Umoja wa Mataifa. Unafahamu? Tukifika pahala hapo tutakuwa tumefika pahala pazuri. Kwa hiyo hatuwezi kuacha kukitetea kwa sababu hayo yote bado hayajafanyika. Kwa hiyo tunatetea Kiswahili sana. Safi. Hongereni sana. Asante. Mambo mawili tunapoelekea mwishoni. Mwanafunzi ambaye hana mwelekeo au hajui kwa nini yupo shuleni. Mwingine yupo shuleni kwa sababu amefaulu. Na mwalimu mwingine yupo shuleni kwa sababu amepangiwa fulani kisehemu, kituo cha kazi. Mwanafunzi utamwambiaje kujitayarisha na kesho yake na kufanya maamuzi, lakini mwalimu anaweza akatumia nafasi yake vipi kubadilisha maisha ya mtu mwingine? Mwalimu ana mchango mkubwa na mahususi. Kwa sababu mimi kwangu mwalimu si kazi tu ya kutafuta mshahara. Mwalimu kwangu mimi ni kazi ya kinabii. Kazi ambayo imefanywa na mitume. Ni kazi tukufu. Kwa hiyo mtu anayedhani ualimu ni kazi ya kutafuta mshahara, huyo mtu anatakiwa tafakari upya. Kwanza kuna mshahara wa maana, na pili manake hiyo kazi itakuwa huitimizi inayotakiwa. Au labda utafakari ni mshahara gani anaoutaka, maana mishahara ipo katika namna tofauti. Labda kama mshahara huu kama mshahara ni pesa, utajiri manake hutapata utajiri. Kwa hiyo nimesema kwamba ualimu ni kazi ya kinabii. Kazi ambayo imefanywa na mitume wote. Kwa hiyo ni kazi tukufu. Moja ni kwa sababu mwalimu ni mlezi, analea watoto. Kulea ni pamoja na kuwaongoza, kuwasimamia, kuwasikiliza, kwa kweli kuwalea kule kwa ujumla wake. Sawa kabisa. Na kwa kweli wewe kuwa mfano kwa wale watoto, wakikuona unavyoishi, unavyoongea, unavyotembea, unavyotenda, unavyofikiri, watoto wafikie mahali. Ndio maana unaweza kuwa mko walimu 10 lakini mtoto anasema nataka kuwa kama mwalimu Kabuji, nataka kuwa kama mwalimu Majidi, unajua lakini mko 10 lakini anatajwa mwalimu fulani. Yaani kuna vitu watoto wanaviona kwa yule mwalimu, wanaona kwamba tunaweza tukawa mtu mzuri. Kwa hiyo mwalimu awe mfano mwenyewe katika kuishi, na aishi kwa maana ajue kabisa ana kazi ya kutengeneza hao watoto kuwa raia baadaye, waijenge nchi yao, waifanye dunia kwa sehemu salama kabisa ya kuishi. Na huyu ndio mwalimu anaweza kufanya hivyo. Mwalimu mbaya hawezi kuongoza watoto vizuri, na watoto ambao hawakuongozwa na mwalimu mzuri watakuwa watu wabaya ambao wanaweza kuleta shida katika dunia. Na tunasikia siku hizo watoto ambao wanatamaa kupita kiasi, yuko tayari atakuua, yuko tayari atakuiba, kula rushwa, kwa wafisadi ili awe na maisha mazuri. Kwa hiyo walimu bado tuna kazi ya kuwafanya wanafunzi wetu, pamoja tunataka tuwe maisha mazuri, tuwe maisha yana hatua. Maendeleo ni hatua. Wawe na subira. Wawe na subra, mambo yanaenda kwa hatua kadhalika. Kuna kupata fedha, kupata mali, kuna utu wako pia ni muhimu vile vile katika maisha, na jamii yako ni muhimu. Kwa hiyo tufanye kazi ya kufundisha, kusomesha watoto pamoja na kuongea nao mara kwa mara. Dakika 3-4 darasani, hata muda kuongea na wanafunzi wako kuhusu maisha yao, mchango wake yeye kama mwana familia, mwana jamii, kwa jamii yake inamzunguka, afanye nini kubadilisha maisha ya jamii yake pale, na kadhalika, na kumpa matumaini kwamba yako maisha, ukijitahidi
unaweza ukafika mahala pazuri ukiwa na mtu ujenga maisha yako vizuri, lakini ukiwa na utu wako na thamani yako itabaki kwenye jamii. Kwa hilo ni jambo muhimu ambayo mitume yote imefanya hivyo sana. Sana. Alifanya hivyo Yesu kwa wanafunzi wake 12, alifanya hivyo Muhammad kwa maswahaba wake wote, kwa wale watu na kadhalika, alifanya hivyo Musa na walimu. Kwa hiyo walifanya hivyo kutengeneza jamii. Na kwa kweli mimi nasema hata usalama na amani tunaopata leo kwa kiasi kikubwa umechangiwa sana na walimu katika mataifa mbalimbali. Sana. Asante sana Majid, asante sana. Najua ninaweza kuongea na wewe mpaka kukachwa. Ndio. Na kufahamu. Na kushukuru sana kwa muda wako, lakini iwe ni mwendelezo wa mazungumzo ambayo yanatujenga sisi walimu, lakini kukumbushana wajibu wetu, lakini pia kushirikishana mambo ambayo wewe yalikusaidia ukafanikiwa, mimi au mtu mwingine anaweza akafanya nini na yeye akafanikiwa kwa hatua hiyo. Kama ambavyo tumesema, tunafundisha katika taswira tofauti tofauti. Inawezekana wewe umeondoka kwenye chaki na ubao, lakini tunajifunza kupitia vitabu vyako. Tunajifunza kupitia namna ambavyo unaendesha taasisi ya Wakita na maisha yako kwa ujumla kwa kweli. Kwa hiyo tunashukuru kwa muda wako, asante kwa kazi yako, na karibu wakati mwingine. Nashukuru sana. Asante sana. Kama unafuatilia mazungumzo haya, karibu kutoa comments zako au kutoa maoni katika namna ambavyo tunaweza kujifunza kutoka kwako. Kwa nini wewe umechagua taaluma ya ualimu? Kama ambavyo tumetafakari leo, kitu gani kilikusukuma kuingia kwenye taaluma ya ualimu lakini na kubaki kwenye taaluma ya ualimu? Je, unabaki kwa kulazimika au kwa sababu ya mahaba ulionayo juu ya kazi? Mapenzi sio mahaba mahaba ni kitu tofauti. Kwa sababu ya mapenzi ya taaluma ya ualimu. Basi asante sana, karibu kwa maoni, tutaandikia kwenye comment section below. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kushare maarifa haya ili na wengine wayapate. Asante sana na siku njema.